Haleluya. Amen. Haleluya. Tumpigie Yesu makofi. Sawa. Nawaza mnanijua vizuri. I believe that everyone knows me. Jina langu ni Bienvenu leo. My name is Bienvenu leo. Maana yake just me. Karibu Simba. Simba, the lion. Na leo Simba na pia kunguruma. And the lion is here just to roll. Sawa. Nipatie dakika moja wapika vyombo mpande kwanza. I will invite to get the musician one more time. All the musicians. Wapika vyombo. Just the Washatoka nje. Nahitaji wapika vyombo. Just the musician. Just the musician. Weko wapi? Where are they? Where are the musician? Walishatoka nje. Oh, okay. Sawa. Okay. Hallelujah. Amen. Naona tuko na baridi sana. I can see that we are still a little cold. Tusimame kanisa. Let's stand on our feet one more time. Hatutaimba. We're not going to sing. Ile mikono uko nayo haiko Your yako. hands are not yours. Sauti uko nayo And the voice that you have haiko yako. does not belong to you. Kama mikono ni yako If kati, it's yours, that's it done. basi nitaenda kuwaomba kanisa. I will ask you, the church. Alifufuka kwa sifa na utukufu. He rose with glory and praise. Na kwa kelele kubwa And with great noise, ukuta wa Yeriko I said the Jericho wall ulianguka chini. was down. Na pale huko Wherever you are, kama unajua Yesu if you know ni Jesus Bwana wako, is your Lord, kama unajua Yesu if you know alifufuka, He rose, kama unajua Yesu if you know Jesus, yuko hapa, He's here. tutaenda kumsifu We're going to kwa praise kelele Him. tunasema. Basi piga makofi na vigelegele. Haleluya! Baba, nakushukuru tena mtakatifu kwa ajili ya siku ya leo na muda kama na huu. Nimejiacha mikononi mwako na nimeacha kanisa yote mikononi mwako. Baba, unajua sijui cha kusema, sijui lolote. Naomba msaada wako. Ongea nasi utakavyo na utubariki siku ya leo. Uwepo wako uwe nasi Bwana, jitukuze kwa jina la Yesu. Amen. Haleluya. Msalimie jirani yako. I want you to say hi to your neighbor. Mwambie amefufuka. Tell him he rose. Sema amefufuka. He is risen. Mbona unasirika? We shouldn't be those. Mwambie amefufuka. I know the way of smiling. Tell him he's risen. He is risen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Il est vivant. Il est Il est vivant. Il est ressuscité.
Siku moja alikuwa kule nje. Ukasikia anapigana. Lakini sauti ulitoa mama na wajirani walisikia. Lakini leo hapo unaficha sauti yako. Mtu mmoja mwenye sauti ya makali, somebody with a strong mwenye anasoma Swahili mzuri, who can read good Swahili. atusomee katika Luka 24. Let's read the book of Luke 24. Mstari wa kwanza mpaka 8. Luke 24, 1 to 8. Karibu mwenye kwa na sauti yake. Welcome. Nini hapa? Nilikuwa nasema tu ni wait. I'm back with it. Okay, ile inatosha. Haleluya. Amen. Sasa usikilize vizuri. I will ask you to pay more attention. Nakuletea habari ya mzuri sana. I have a good news for you. Na ni sifa sana kumtangaza Bwana. And it's a praise to proclaim the Lord. Nani naamini kwamba Yesu yupo? Who believe that He is here? Amen. Amen. May God bless you. Kwa nini mnamtafuta aliye hai kati ya wafu? Are you looking for the living among the dead? Ina maana gani? What's the benefit? Mtu aliye mzima For a person who is still alive, kisha mkamtafute fasi ya wafu. and then you are out there looking for him among the dead. Sababu gani ilisemewa hivyo? Why was it said so? Kwa sababu wanawake walienda kaburini Because there were ladies who went to the tomb asubuhi na mapema, early in the morning, wakakuta jiwe limeondoshwa and kaburini they found that the stone has been removed, na kaburi ilikuwa wazi. and the tomb was open, Ule mtu ambaye alizikwa umbo and the person that was placed in the tomb hakuwa ndani yake. was not there anymore. Sikilize, Listen to me very well. kaburi ilikuwa wazi, The tomb was empty, na kaburi kuwa wazi and the tomb being empty, inamaanisha kitu kimoja cha ajabu sana. it says something very important. Unaweza kusikia hiyo neno kaburi wazi, You may hear the word an empty tomb, tunaweza kuisikia kama kawaida. and you may take it as an easy or normal Kaburi thing. wazi A tomb to be open. sio kawaida, It's not normal. sio kawaida. It's not normal. Mimi hapa unaniona, Me, as you see me tangia here, nilizaliwa since I was born, sijawahi ona kaburi wazi, I've never seen an empty tomb. sijawahi ona kaburi I've never seen a tomb ambao walizika mtu that people were buried in, na baada ya siku tatu and after 3 days, kaburi linakuwa wazi that tomb became empty. wazi, Empty. na yule alikuwa ndani And the person that was there hayupo, is no longer there. hakuwa ndani ya kaburi. He was no longer in the tomb. Lakini Biblia inatuambia mambo moja ya maajabu, But the Bible is telling us something very profound. na zaidi ukasikia jina kaburi And as you continue to hear the word empty au kaburi wazi, or an empty tomb, maana yake mulikuwa mtu ndani is to say that there was a person na mtu inside, ameondoshwa, and that person has been taken out. tukakuta shimo pale, And that's why you found a void. utasema hawini shimo, And if you found that place that they dug up to place a person, utasema ni shimo. you're going to say Tunaita that kaburi, and that's called a tomb. tena kaburi wazi, And we call it in the empty kwa sababu tomb mtu mmoja alikuwa ndani because someone was there, na akaondoshwa but they were na replaced akatoka. and they out of it. Tena ni kitu cha kushangaza, Again, it's something asubuhi na mapema early in the morning. ulizika mtu, siku tatu inapita, We buried someone 3 days ago, unalamuka asubuhi na and mapema you wake up early in the morning kwenda kukaburi. to go into to see that tomb, Mwenye alikuwa pale alipo, and the person that was buried there is no longer there. ni kitu ya kushtusha, It is something
that's very scary. Ni kitu cha kushangaza. It is something that's to be Kwa maana amazed haijawahi tukia jambo kama because hili. there has never been such a thing to happen. Nawaambia tena, I'm telling you again. sijawahi ona I've never seen kaburi wazi. an empty tomb. Lakini But Biblia inasema the Bible tells us kuko mtu mmoja there's one person alikufa that died, na baada ya siku and tatu after 3 days he akafufuka resurrected. na kaburi likawa And wazi. that tomb Kaburi likawa wazi. that tomb was empty. Nasema kaburi I'm saying the likakuwa tomb wazi. became empty. Kaburi The tomb likakuwa wazi. empty. Hey! Ni mambo ya kushangaza It's sana. things that shocks the world. Sikiliza wandugu. Listen, brothers and sisters. Sasa ni kitu gani kilitendeka? What happened there? Ule mtu alienda wapi? Where did that person go? Na ule mtu ni mtu gani? And what type of person is that person? Faijua kitu, jua nini ya kitu ilitendeka. Why did that thing take place? Acha nikufasirie kwa haraka. Let me try to translate it. Mungu alimpenda mwanadamu. God loved man Akamuumba kwa sura na mfano wake. and he made them in his own image. Kwa mpango wa Mungu In his ni plan ili huyu mwanadamu is that man aishi miaka ya milele hapa duniani. should live eternal life here on earth. Mwanadamu aishi pasipo kufa. A human being to live without dying. Huyu mtu alipendezwa sana na Mungu. That human being was loved so much by God. Mwanadamu alikuwa upendo wa Mungu A kabisa. human being was something that God loved very much. Mungu alimbariki mwanadamu. God blessed that human being. Mungu akampatia vyote. God blessed him with everything. Mungu akampatia utawala wa God dunia. gave him to reign all over the world. Bali But shetani hakupenda hiyo. the devil did not like that. Akaja He came na kutenganisha mwanadamu na Mungu. and separated the man from God. Mwanadamu The human ambaye hakuwa anajua shida who did not know suffering sababu ya kujitenga na muumbaji because wake. of the separation from his creator. Sababu ya kujitenga na Mungu. Because of this separation from God, Yule mwenye kujua shida the person that did not know troubles akaona shida, started to experience it. akaona machozi, He started to experience tears. akaona haya. He started to experience shame. Mwanadamu The human, aliyechaguliwa na Mungu the one that was chosen by akawa na God, woga, he became fearful. akawa na haya. He became embarrassed. Aliyewekwa juu He was blessed above akaanguka chini. and he was humbled. Mwanadamu A human, sababu alijitenga na muumbaji. because he was separated. Neno la Mungu The linasema Bible is telling us Warumi 6:23 in the book of Romans chapter 6 ya kwamba mshahara wa dhambi ni mauti. that the payment of sin is death. Ni kweli mwanadamu alifanya dhambi It is true that a man committed sin kufuatana na sheria, according to the law. anapaswa kufa, He is supposed to die. anapaswa kufa He is supposed to sababu die alitenda dhambi. because he committed a sin. Alipaswa kupata mshahara wa dhambi. He was supposed to be repaid the repayment of sin. Sasa Mungu God, sababu ya upendo, because of the law that he has, upendo kwa mwanadamu, the law that he has for the human, Mungu akasema God spoke huyu and said, this, sipendi akufe. I don't want him to die. Huyu mwanadamu This human, sitaki afe. I don't want him to die. Nitatafuta namna I'm going to look for a way kumwokoa. to save him. Nisikilize mpendwa. Listen to me, brothers and Mungu sisters. akauliza sasa, God asked, nani atenda kuokoa mwanadamu? who's going to save the human being? Nani atenda kuokoa mwanadamu? Who's going to save him? Kukawa kimya. There was silence. Kukawa kimya. There was silence. Hapakuwa hata mmoja There was not found even ambaye one wakusema mimi hapa who said, I nitenda kumwokoa go and mwanadamu, save the human being. nitenda kufa fasi ya I'm mwanadamu. gonna go and die on their behalf. Kukawa kimya There was silence everywhere, mbinguni, even in the heavens duniani. and also
in the kuzimu, earth, and also beneath the earth, na chini ya maji, and even under the sea, na hewani and even in the air, kukawa kimya. everywhere was silent. Sababu Why? waliona uzito wa mateso ambao watapata. They saw the suffering of what they were going to go through. Hapakuwa malaika hata moja There was not going to be even one angel aliweza kusema mimi hapa who can say, nitenda okoa I'm wanadamu. going to go and save the human being. Wote wakaogopa, Everyone was fearful. lakini Mungu akasema, But God spoke. mimi mwenyewe I myself, nitenda okoa wanadamu. I'm going to go and save them. Nitachukua nafasi ya I'm wanadamu. going to take their place. Nitakufa kwa ajili ya I'm kitu. going to die for them. Mungu akachukua mwili God put on flesh na akaja kati yetu. and he came in our midst. Na alipokuja kati yetu, And when he came in our midst, aliishi kama he mwanadamu. lived as a human being. Aliishi kama He mwanadamu. lived as a human being. Na wengi And a lot hawakumtambua did not kwamba recognize him. huyu aliye kati yetu Who is among us, ni Mungu muumbaji. God himself. Hawakumtambua. They were not able to recognize him. Aliishi kati He yetu lived among us kwa hali ya unyenyekevu, in a humble way, kwa kujituliza kabisa. in a humble situation. Hakufanya dhambi yoyote, He did not commit sin, lakini maisha yake but his life, alikuwa anaongoza mwanadamu he used to lead the human njia ya kupata uzima wa milele. how to receive salvation. Alihubiri kote alienda, He preached wherever he went. alitenda miujiza, He did miracles. aliponya wagonjwa, He healed the sick. aliponya viwete, He healed the lame. wale walikuwa vipofu Those who were not able to see, akawaponya, he was able to make them nao see. wakapata kuona. And they were able to Wale hear. walikuwa nasikia, Those who were not able to hear, akawaponya, he was able to heal. nao wakasikia. And they were able to be able to hear. Wale walikuwa na njaa, Those who were hungry, akawalisha. he fed them. Alionyesha upendo wa Baba. He showed the love of God. Roho yake ilikuwa inajaa na His huruma. heart was filled with mercy. Sikiliza upendo. Listen, brothers and Mungu sisters. anakupenda. God loves you. Mungu anakupenda. God loves you. Mungu anakujali. God loves you. Alikuwa kati yetu, He was among us. akaishi kama mwanadamu. And he lived as a human Juu being. ya nini alipenda kuwa kama mwanadamu? Why did he want to be as a human being? Juu ya nini alipenda kuwa kama mwanadamu? Why did he want to be like us? Kwa sababu Because aliyefanya dhambi the person that committed a sin ni mwanadamu. is a human being. Aliyeruhusu dhambi ingie dunia The one that accepted and opened the door to sin to come in the world ni mwanadamu. was a human being. Na ndio maana That's kwa why, kumwokoa mwanadamu, by saving the human, sababu ni mwanadamu alileta dhambi, because that human brought sin, na inabidi mwanadamu akuja kuondoa dhambi. and it is a must that that human being also Ndio kafara mwili wa binadamu That's why he wore flesh, ili aweze kuokoa so mwanadamu. that he can save the humankind. Haleluya. Amen. Na kakaa kati yetu. And he lived among us. Ikafika siku moja, It came a time, wale ambao walikuja kuwaonesha upendo those who Jesus came to show love to, wakamchukia, they hated him. wakamutesa, They made him to suffer. walimutesa sana, They made him to suffer, wakamutenga, and they separated him from everyone else. wakamdharau, And they put a shame on him, wakamtemea mate, and they even spitted on him. wakamwona kama si kitu. They looked at him as if he was nothing. Yeye hakufanya kosa yoyote, He did not commit any problem. hakufanya ubaya He did wowote, not do anything that was bad. hakufanya dhambi hata He did moja, not commit even one sin. hakudharau mtu hata mmoja. He did not shame even one person. Walimkataa bila sababu. They discarded him without a Hata na reason. Isaya 53:4 inasema When we read in the book of Isaiah, it tells us alisarauliwa na kukataliwa na watu. he was discarded and hated by all. Alisarauliwa He was discarded
akakataliwa na watu. And he was rejected by all. Alizarauliwa, He was shamed. akakataliwa na And watu. he was rejected by everyone. Biblia inasema The Bible tells us, lakini alivumilia yote. through it all, he stayed patient. Alivumilia yote. He stayed patient. Alikuwa na uwezo wa kukataa hiyo mateso. He had the power to say no to that suffering. Sababu yako, But because of you, sababu yako because of you, akakubali yote. he endured it all. Alikubali. He accepted it all. Na ikafika wakati And he came to a time walimpiga they beat him kama hawajawahi piga mwanadamu. as if they have never beat a human before. Alipigwa kwa hali moja mbaya sana. He was beaten to a high level. Neno la Mungu asema mpaka akakuwa deformed. The Bible tells us that he became like water. Anakuwa mtu ambaye anayekuwa anaogopesha watu. He looked scary Sababu ya kupigwa kwake. because he was beaten so badly. Mwili wake wote ukawa damu. His whole body was drenched in blood. Wafuasi wake Even those who followed him, wote walikimbia. they all ran away. Hakuna hata moja There was not even one person alikuja kumtetea. that came to speak on his behalf. Wote walimwacha. Everyone ran away from him. Wote walimkimbia. Everyone rejected him. Wote walimwacha. Everyone left him there. Na hata wale And even those walikula mikate iliyowalisha that he fed, walimwacha. they rejected him. Bartimayo sikumwona pale, We alikimbia. did not see Bartimaeus there. Wote aliowatendea miujiza All walimwacha. those people he saved and did miracles to, they left him there. Ikafika mpaka And he came to a time Yesu akafa died kwa huzuni, in a very unbearable way, kwa machozi, in tears, kwa kuachiliwa. and being rejected. Akafa, He died on the cross. akafa. He died. Yesu alikufa kweli. Jesus did truly die. Sikia, Listen. alikufa kweli. Yes, it's true. Jesus Na did alikufa die. ni kwa ajili yako. But he died because of you. Alikufa kwa ajili yako. He died because of you. Alikufa kwa ajili yako. He died because of you. Alikufa kwa ajili yako. He died because of you. Alikufa kwa ajili yako. He died because of you. Alikufa kweli. He truly did die. Sikiliza sasa, nikwambie kitu kimoja. Let me tell you one thing. Baada ya siku tatu, After 3 days, baada ya siku tatu, after 3 days, sababu wakati alikufa because when he had died, walisema wao tunashinda, people said, yes, we have overcome him. wakasema wanashinda, They said we are victorious. na hata wakachukua wagarde wakawaweka mlango ya kaburi, They even placed guards in front of the tomb asema wasije wakamwibe, to say that they may not come and take him wakaweka away. kijiwe cha mkubwa They placed a very big stone kenye mtu hautaweza that a kusukuma, person cannot even move. wakasema huyu mtu They said this person, hata katoka. he will never come out of this place. Baada ya siku tatu, After 3 days, baada ya siku tatu, after 3 days, neno la Mungu the linasema word of God Yesu said, akafufuka. Jesus resurrected. Yesu akafufuka. Yule alisema kwamba imeisha, The one that they thought he was walisema kwamba imeisha, they thought that he was akatoka mzima kaburini. came out. Yesu akafufuka. Jesus resurrected. Yesu anafufuka. Jesus resurrected. Yesu anafufuka. Jesus resurrected. Yesu anatoka mzima. Jesus came out alive. Akafufuka. And he resurrected. Kaburi likawa wazi. And the tomb became empty. Kaburi likawa The tomb wazi. became empty. Alifufuka. Yes, he resurrected. Alifufuka. He resurrected. Kama uamini, If you do not kwenda believe, Israeli, go to kwenda Israel. Go Jerusalem, to Jerusalem. kaona kaburi You're going to see the liko tomb. wazi And it hata is leo. empty truly. Kaburi liko wazi That tomb is hata still leo. empty today. Sikia nikwambie, Listen, let me tell you. nimeshasikia habari
ya wafalme of kings walikufa who died na wakabaki udongo, and they stayed in the ground. na leo makaburi yao yanajulikana na address. And today we know their grave area. Nimejua wajenero walikufa We know generals who died. na leo wako kaburi. And today they're in the grave. Nimejua watu walitikisa dunia. We know powerful people who shook Mtu this anaitwa world. Hitler alitikisa ulimwengu. People called Hitler. They shook Alikufa. this world. Na leo hii But today eko chini ya udongo. they're still in the grave. Nimejua watu And you walikuwa people wanaitwa matajiri, who were powerful and rich, rich people. who were rich and powerful, Yes, walikufa they na died. leo And weko today chini they're ya udongo. still where they were buried at. Nimejua mtu mwingine And you anaitwa Muhamedi, do you know Muhammad? naye alikufa He also na leo died. niko And nakwambia today I'm telling eko you, chini he ya is udongo. still there where he was buried. Sikiliza, niko nakuletea Listen, habari njema. today I'm telling you Sikiliza, something. nimejua habari I know wamizisia wakubwa the big musicians, akianza kuimba when he starts to watu sing, wote wanafurahi. everyone is happy. Alikufa They died. akachunga chini ya Still udongo. there in the ground. Namjua presida moja I know one president. Mobutu Sese Seko, Mobutu wetu wa wanini wa Zabanga, Amen. naye alikufa He also died. na leo And today, eko chini he ya is udongo. still in the Sikiliza ground. habari njema. Listen, people. Kuna manabii wengi There are a lot of prophets. walikufa They died. weko chini ya And udongo, today they're still weko there. chini ya They're udongo, still there. lakini Biblia And the inasema Bible's telling us kuko mtu that mmoja, there's one person. kuna mtu There's mmoja, one person. kuna mtu There's mmoja one person alikufa who died. siku ya kwanza, One day, siku ya on pili, the second day, siku ya on tatu, the third day, akafufuka he mzima. resurrected. Jina lake ni Yesu Kristo. Jina lake ni Yesu. Yesu, Yesu, Yesu ni mzima. Yesu ni mzima. Nasema hivi, Yesu ni mzima. Jesus is alive. Nasema tena, Yesu ni mzima. Analalamika. Yesu anaishi. Jesus is alive. Yesu ni mzima. Yesu ni mzima. Jesus is alive. Upende au ukatae, Whether you like it or Yesu not, ni mzima. Jesus is alive. Usirike au hapana, Whether you are happy or Yesu not, ni mzima. Jesus is alive. Anaishi He milele na is milele. alive and He's living. Yeye ni Bwana wa mabwana, He is the Father of the ni earth. Bwana wa mabwana. He is our Father. Alishinda kifo, He overcame death. alishinda mauti, He overcame death. alishinda dhambi, He overcame na sin. leo niko And nakwambia today I'm telling ni you, mzima, He is alive. ni mzima, He is alive. ni mzima, He is alive. ni mzima, He is ni alive. mzima, He is ni alive. mzima. Eko mzima kati yetu. Yesu eko hapa. Jesus is here. Yesu eko hapa. Jesus is here. Anaishi. Sikia nikwambie mpendwa. Listen, let me tell you. Sikia nikwambie. Let me tell you. Alifufuka He resurrected na ushindi and mkubwa. He came with authority. Nasema hivi. I said again. Alifufuka He resurrected na ushindi. with victory. Nasema tena. I say again. Yesu Kristo Jesus Christ alifufuka resurrected na ushindi wote. with victory. Na kabeba ile And ushindi He took that victory akaweka juu ya watoto and wake. He blessed it upon Na me. leo hapa And today niko na hiyo shauku I have that ya desire kutangazia ya to kwamba announce to you ushindi ni wako, that the victory is ushindi ni wako, victory is yours. ushindi ni wako. Victory is Nasema yours. ushindi I ni said wako. that victory is yours. Natangaza leo ushindi I ni am wako. announcing that the victory is Yesu yours. anaishi. Jesus Hautalia alive. tena, hautalia You tena, will not cry again. hautalia You tena. will not cry again. Yesu anakupa ushindi. Jesus has given you Yesu victory. anakupa ushindi. Jesus has given you Ushindi ni victory. wako. Victory is Utashinda yours. matatizo. You're going to Nasema overcome your utashinda matatizo kwa jina la Yesu Kristo.
mambo ya Mungu The things of God inahitaji imani. needs faith. Inahitaji imani. It needs faith. Pasipo imani Without faith, haiwezekani kamwe there's nothing that's possible kumpendeza Mungu. that's going to please Him. Akamwambia Martha, He told Martha, Martha, si nilikwambia kwamba did I tell you ukiamini If you believe, utukufu wa Bwana. you're going to see the glory of Napenda God? kukuambia I want to tell you, ukiamini kwamba if you believe that Yesu alifufuka, Jesus was utaona risen, utukufu wa you're Bwana. going to see His Ukiamini glory. kwamba If you believe ushindi ni wako, that the victory is utaona yours, utukufu you're wa Bwana. going to see His victory. Ukiamini kwamba If you believe leo that today, Bwana yupo hapa, Jesus is among us, Bwana yupo hapa, God is among us, utaona utukufu wa you're Bwana. going to see it. Ukiamini If you believe leo today, Bwana atagusa God maisha is yako, going to touch you. utaona utukufu wa You're Bwana. going to see His glory. Napenda I kukukumbusha, want to remind you alikupa ushindi, that He gave you victory. alikupa He ushindi, gave you authority. alikupa He ushindi. gave you victory. Haleluya, Amen. haleluya, Amen. haleluya. Amen. Kama unaamini kwamba If you believe that Yesu ni mzima Jesus is na alive amekupa and ushindi, He has given you sema victory, Yesu, say Jesus, Yesu, Jesus, Yesu, 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 Yesu. Jesus. Haleluya, Yeah. haleluya. Yeah. Tomba wapiga vyombo leo tutatumika na mwe kwa hiyo I'm going to ask the musician, I'm going to work with you guys. I need you. Haleluya. Amen. Sikiliza nikwambie mtu wa Mungu. Listen, let me tell you, brothers and sisters. Leo nitapenda utangaze ile ushindi wako katika kinywa chako. Today, I want you to praise that victory within your lips. Napenda utangaze ile ushindi katika kinywa I chako. want you to announce it within your lips, within your mouth. Sababu Biblia inasema Because the Bible is telling us, chochote ambacho utakachofunga duniani everything that you have closed on earth, na mbingu itaifunga. even on the heavens. Sikia, mambo yote ni wewe. Listen, everything concerns you. Ukapenda kuona mabadiliko If you want to see change in your life, sikia vizuri. listen very well. Ukapenda kuona mabadiliko If you want to see change kati ya watoto yako, within your children, inafuatana na wewe. it has to depend with you. Ukapenda kuona mabadiliko If you want to see change katika mipango yako, in your planning, yote ni wewe. it starts with you. Mungu anasema God is saying, nakupatia ruhusa, I'll give you the permission. chochote utakachokiri, Everything you're going to see, chochote utakachofungula everything that you're going to open here on mbingu earth, itakubali. the heavens will Nasema mbingu itakubali, The heavens nayo will itapata yale unataka. and He's going to do a Basi perfect siku what ya you leo, say. And today, sababu ya uwezo wa kufufuka kwa Yesu, because of the authority we have from the resurrection of Jesus, nitakuomba leo I'm going to ask you today kiri juu ya nyumba to yako. go and speak over it. Nitakuomba leo I'm going to say uwe ni today, nabii juu ya nyumba yako, prophesy over your house. na wakati uko nasema And when you are prophesying to Amen. yourself, believe, amini, believe, amini, believe, amini, believe. utaona yale Mungu You're atasema, going to see what God, utaona yale Mungu atatenda. you're going to see Na what siku God moja is doing. And one day, utakuja kushuhudia you're going to ya kwamba testify Yesu ni that mzima, God is na alive. utasema And Yesu you're alikufa. going to say, God, you're Nitakuomba usimame I'm kwa going to watu. ask you to stand. Simama mahali ulipo. Please stand where you are. Waliona sauti ya Yesu, tumaini tuamini wakuja habari tafadhali. Mungu atatenda. God is going to do. Ni kweli ushapitia mambo mengi. It is true you have gone through a lot of things. Leo ikuwe Pasaka yako ya kweli. But allow today resurrection to be a true part. Ikuwe wakati unatoka katika mauti Be a day where you're coming from death na unaingia katika uzima. and you're coming into life. Unatoka katika kilio You're coming from na tears uingie katika
Thank you.
katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Ninakushukuru kwa ajili ya muda kama huu. Ninasema asante kwa ajili ya neno lako. Asante kwa kumjibu huyu mama. Asante kwa kusikia maombi ya huyu mama. Baba, umejua maisha yake. Umejua haja ya moyo wake. Umejua kitu gani kinamsumbua. Baba wa mbinguni, nimeomba Baba, mtendee sawa sawa na upendo wako. Baba, mkumbuke. Baba, mpanguze machozi. Amelia ya kutosha. Amekosa kazi. Magonjwa yanamsumbua. Tatizo basi yote. Baba, mkumbuke sana. Sababu ya uwezo wa ufufuko, mtendee Bwana. Asirudi bila nikuja. Mungu akutendee maajabu. Mungu awe pamoja nao. Nakutakia baraka. Nakutakia amani. Nakutakia ushindi. Mungu akulinde. Mungu akutetee. Mungu akupe ushindi. Mungu apigane na wote wanakutakia baraka. Adui zako waanguke. Nawaombea watoto yako wa Bwana. Nawaombea watoto baraka. Wawe vichwa. Wawe wa kwanza. Wawe watoto wa kuleta amani. Na leo kwa leo, baraka ifuatane na wewe. Utajiri, afya njema, amani katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Na mtoto wa Mungu aseme amen. Tafadhali dakika moja tusimame kwa kumalizia. Naomba wimbo moja. Moja tu. Napenda tumchezee kwa dakika moja kuonesha ushindi. Kuonesha kwamba tumetoka